Thank you very much. Nashukuru sana kwa sababu ya watazamaji from wherever you are. This is Kisi Hot TV. Ningependa sana niwakaribishe katika our day 2 of prayer. Ni siku ambayo najua kwamba utaenda kubarikiwa. Jana tulikuwa hapa na najua kwamba uliweza kubarikiwa kama uliweza kufika katika ibada yetu ama uliweza kutazama from wherever you are. Kwa wale ambao wako katika runinga Kisi Hot TV, wale ambao wanatusikiza katika redio Kisi Hot FM, Sayare FM 102.7, na vile vile kuna wale ambao wako katika online, katika platform zetu za online ambayo ni House of Testimonies International. Tuko pale katika YouTube Senior Servant, na vile vile katika runinga ya Kisi Hot online tuko live hapo. Ningependa nikaribishe katika ibada ya siku ya leo. Najua kwamba Mungu ameweza kukulinda siku ya leo, amekulinda na amekufikisha wakati kama huu. Najua kwamba leo tumeanza in time because our program inafaa kuanza 7 sharp, but we've started 3 minutes early because nilikuwa nimeambiwa kwamba saa zingine wanafika na extend. Kuna program ambayo inaingia exactly 8. So leo niko hapa katika studio for only 1 hour. So ikiwa tutasema tuweze kufanya kitu, tuweze kuingiana na hicho kitu. Ikiwa tuta request ya kwamba tuweze kuingia katika screen kuweza kuomba, you just join using the link. Leo link nimeweka mapema kwa sababu kuna wale ambao wanafika mbeleni. Tunaanza kusema ya kwamba link haijaingia ama nini. Kuna wale ningependa kushukuru sana kwa sababu umeweza kuanza kuingia, like dada mkubwa ako hapa. I'm in. Thank you very much. May God bless you. Na wale wote ambao wanataka kuingia katika program, I would like us to pray that we can start the program of today. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante ni kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wangu wa jioni ya leo. Namkaribisha katika programu hii tunapoenda kubarikiwa. Najua kwamba Roho Mtakatifu unaenda kutembelea. Roho Mtakatifu unaenda kuzungumzia, unaenda kutunenea na unaenda kutuelekeza. Yale ambayo utatuambia sisi tuyatenda, kwa sababu wewe ndiye unayetuongoza na wewe ndiye mwenye njia. Kwa yale ambayo tutazungumza siku ya leo tunakabidhi mikononi mwako. Jehova, kanitumie nikaweze kunena kwa watu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata nikiamini. Unaweza ukasema amen. Now today I want us to talk. Jana tuliomba na jana niliombea watu. Baada ya program katika TV, kuna wale ambao waliweza kupiga simu katika namba ya simu inaopita katika runinga, na kwa wale katika redio ni 0710563943. Niliweza kuombea dada mmoja, alikuwa ameniambia kwamba amekuwa na shida katika kazi. Na hiyo shida ina persist kwa sababu anapotoka katika kazi moja akielekea katika kazi nyingine, ile problem ambayo ilikuwa katika kazi ya kwanza huwa inamfuata, inaingia katika kazi ya pili. Huwa hapendwi. Despite the fact that kazi yake ni mzuri, yeye huwa hapendwi. So mwanadada akanipigia simu akaniambia kwamba uweze kuniweka katika maombi kwa sababu sasa nimeingia katika kazi mpya ambayo pia sijui kama itakuwa kama zile 3. Alikuwa ameajiliwa katika kampuni 3 na same problem yenye alikuwa anapata katika kampuni hizo ilikuwa inajirudia. So ilikuwa inafika ya kwamba hata kama anafanya kazi yake mzuri, inafika ya kwamba anakosana na boss, hata bila kitu cha muhimu cha kusema ya kwamba labda hiki ndio kinaweza kufanya aweze kukosana na yeye. So unapata ya kwamba wamejibishana kidogo tu na anaingia katika shida to an extent ya kwamba inafika anaweza kutolewa katika kazi. So akaweza kuniambia niweze kumwombea. Najua kwamba leo kama anatutazama ataweza kuingia katika link ili tuweze kusikia kwamba leo alipoingia kazini kulifanyika namna gani. Because when we are talking about the power of God, ni kumaanisha ya kwamba sisi tunaponena na Roho wa Mungu anapotuzungumzia kitu ambacho tunastahili kuambia mtu, tuna expect kuweze kufanyika. So sisi si wale ambao tunapatisha ya kwamba waje tufanye tuone kama itatendeka. If you believe ndani yako ya kwamba kile ambacho Roho wa Mungu ameweza kunena katika maisha yako kitafanyika, ukweli kitaweza kufanyika.
Na kinafanyika kwa njia gani? Kinafanyika kwa sababu kama uko connected na yeye. Tulisema ya kwamba the connection ile ambayo umeweka kati yako na Mungu wako ndio ina result kwa kile kitu ambacho unataka. So kile ambacho una expect mbeleni kinatokana na connection yako kati yako na Mungu wako. So kile ambacho umeweka ya kwamba kama ni sacrifice ambayo umeweka ya kwamba Mungu nataka mwaka huu wa 2022 uweze kunilinda. Ikiwa ni 31st uliweza kuingia katika madhabahu ukasacrifice ukasema Mungu, I'm giving this sacrifice so that the year 2022, despite that imesemekana is a year of complication. You know, wakati nilikuwa naombea watu mwaka wa 2021 31st usiku tukiruka mwaka wa 2022, niliwaambia ya kwamba 2022 si mwaka rahisi. Nilisikia wengine wakisema mwaka wa 2022 ni mwaka wa breakthrough. Hakuna kitu kama hiyo. Roho wa Mungu aliniambia ya kwamba 2022 is a year of complications. Na akaniambia kuna mambo fulani ambayo watu wana expect wameweka katika roho zao ya kwamba yanaweza fanyika, na kuna yale ambayo hayaendi kufanyika. Recently niweza kuposti katika online nikasema ya kwamba kuna kitu ambacho Wakenya wamengoja sana kwa mwaka huu wa 2022, na kuna uwezekano ya kwamba hicho kitu kisiweze kufanyika 2022, kwa maana Mungu hawezi penda watu wake waweze kufanyiwa mambo ambayo yeye hawezi taka laini hiyo iweze kuelekezwa. So unapoweka mkataba kati yako na Mwenyezi Mungu, unapojiwekea sacrifice ambayo inakusimamia na kusema kwamba this is what I command upon my life, inaweza ikafanyika kwa sababu umeweza kujiconnect na yeye. Connection haiwezi kuwekwa ati kwa ajili ya kuinua mtu fulani. Ni ile ambayo inatoka rohoni mwako, ndani yako. Unasema ya kwamba today I want to give this so that Lord you can hear my prayer. Biblia inasema ya kwamba kuna mambo mengine hayawezi kufanyika ila tu kwa kuomba na kufunga. Kuna vitu ambazo unaweza tolea sacrifice na kumbe Mungu ameweka ya kwamba uweze kuomba na kufunga. Huwezi ukafunga kutafuta pesa. Huwezi ukaomba kutafuta pesa. Some other things zinaenda kupitia sacrifice ambayo unaitoa ndio inaweza kuresult kwa zile vitu ambazo unataka. Material gains zinatokana ni kutokana na zile vitu ambazo unazitoa wewe mwenyewe. Huwezi ukasema ya kwamba nimeenda mlimani nikafast for 40 days and 40 nights ningependa niweze kupata 3,000,000. Pesa inatokana kutokana na sacrifice ambayo unaweka katika madhabahu, na hayo madhabahu unayo sacrifice yawe na nguvu ya kuweza kucommand kile ambacho unahitaji katika maisha yako. Paulo anaambia Wafilipi ya kwamba nashukuru sana kwa sababu mnaendelea kusimama katika imani. Lakini kuna wale ingawa mnaweza kuhubiri katika pretense na mnaweza kuhubiri katika ukweli, I'm happy that mnahubiri neno la Mungu. Unaweza ukaingia katika madhabahu ukasema ya kwamba let me just try and see what this altar can do to my life. Kuna yule ambaye anaweza kuingia katika madhabahu akasema ya kwamba naamini kutoka ndani ya roho yangu ya kwamba this altar can command something to my life, na ikafanyika katika maisha yake. Na kuna yule anaweza kuingia akasema can I try and see what this altar can do, na yeye ikafanyika vivyo hivyo. So Wafilipi wanaambiwa ya kwamba hata kama mnaweza kueneza injili kwa ajili ya kuweza kujifanya ya kwamba mnahubiri, na wale ambao wanahubiri ukweli, ile inanifurahisha ni kwamba nyinyi wote mnaongea kuhusu neno la Mungu. So unapoambiwa ya kwamba ingia katika madhabahu ya Bwana uweze ku make covenant kati yako na Mwenyezi Mungu, haufaidi mtu. Hiyo haiwezi kufaidi mtu, inakufaidi wewe.
Despite the fact that the Bible says ya kwamba ukiweka kitu unaongezewa times 30, times 60, times 100. So ndio uweze kupata times 100. There is something that you must have done behind that to enable you awarded 100%. Ukamtolea Mungu sacrifice ya 10,000. How expect milioni 10? Because the Bible is very clear. So you get your reward according to how you sacrifice. Ile sacrifice unayopatiana katika madhabahu ina command ile blessing ambayo unapata katika maisha yako. So the kind of sacrifice that you give to the altar, it dictates the kind of reward that you can get from that altar. Madhabahu iweze kuwa wazimu, iweze kukureward more than ile ambayo umepewa. Na maandiko yanasema kwamba unaweza ukapewa talanta moja na ukanyang'anywa kwa sababu uitumii, ukaongezea yule ambaye anafanya kazi. Listen to this. When you give your sacrifice katika madhabahu ya Bwana, ni kumaanisha ya kwamba unaamini kupitia kwa hiyo sacrifice there is something that you need to gain out of it. So unapoweka ndani yako ya kwamba nahitaji kitu fulani kiweze kufanyika, na wewe you believe that there is power in that altar, inaweza kukutendea jinsi wewe mwenyewe unahitaji. So kumaanisha unaweza toa sacrifice katika madhabahu na isiweze kufanya kazi kwa sababu wewe mwenyewe hauamini ndani yako ya kwamba there is power that can work katika maisha yako. Ni watu wengi blessings zimeweza kukwama katika anga, ni kwa ajili they don't know the way of withdrawing the blessings ambazo zimeongewa. Na saa zingine maneno ambayo yanaweza kutoka kinywa cha nabii yana nguvu zake. Ikiwa huwezi kutilia maanani and you take an action, James says, kama huwezi kuwa na vitendo kwa jambo fulani, hiyo ni kama imekufa. Action without doing imekufa. So ndio sacrifice yako katika madhabahu iweze kukubalika, lazima kuwe kuna kitu umekifanya. Ndio hizo nguvu, you stir the power, you stir the power of that altar, so that when you are giving your sacrifice to that altar, inaiongoza ili iweze kukubariki katika maisha yako. The book of Philippians chapter number 1 verse number 6. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day Jesus Christ comes. Ikiwa umeanza kukifanya kitu fulani katika nyumba ya Bwana, na ikiwa una expect kitu fulani uweze kutendewa kutoka kwa nyumba ya Bwana, ni baraka kubwa, kwa sababu it's expected to be done so. Kwa maana unapofanya kitu kama hicho, what you expect is blessings in return of what you've done to the work of God. Paul anasema ya kwamba anapoandika barua katika kuelekea kwa Wafilipi, anapokuwa na Timotheo, akisema ya kwamba sisi ambao tuko bonded kama wafanyikazi ambao tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, wanasema ya kwamba wanaamini ya kwamba kile kitu ambacho mtu ameanza kizuri ni katika kuwa rewarded, haiwezi chukua muda. So ikiwa unataka kupatiwa kitu for something good that you've studied, usiweze kuachilia. Ni mara ngapi tumesumbuana na watu kwa sababu mimi nahubiri? Ni mara ngapi tumesumbuana na watu kwa sababu mimi nahubiri? Ni mara ngapi, ni marafiki wangapi ambao tumekosana na wao? The Bible says, if you know that you've done a good work and that is pleasing your heart,
and you know that between you na Mungu wako mmeweka makubaliano fulani, you cannot escape. Uwezi ukatoka hapo, kwa sababu makubaliano ambayo tuliweka na Mungu uwezi ukajua. Saa zingine watu wananiuliza kwa nini unaitwa sina servant. Wewe hujui nilitoa wapi hiyo jina. Labda nikuelezee, ama kama utaki si lazima nikuelezee. Si lazima uniite hivyo. Mimi najua na Mungu wangu tumetoana wapi. Mimi nilikuwa nalala stadium. Mimi nilikuwa naosha vyombo katika hoteli, nalipwa 40 shillings. Mimi sikuwa nalipa nyumba. Mimi nilikuwa nalala stadium. Nilikuwa na nguo mbili. Mimi nimeendesha pikipiki, boda boda. When God decides that anakuinua na kutoa ile position ambayo uko leo, hata kama watu watainuka wangapi katika maisha yako, akishaamua ya kwamba today is your day, then hakuna yeyote anaweza kukinga hizo baraka zako. Mimi nimeendesha pikipiki. Nimefanya kwa hoteli kama waiter. Nimefanya kwa hoteli nikiosha vyombo. Kumbe hapo nilipokuwa nafanya kazi kwa hoteli ndio nilikuwa nitolewe niweze kujulikana. My first job as a teacher, nilikutana na principal kwa hoteli nikimsafu. Na ndio akanitoa hapo, akanipeleka, akanipa shule. Nikaanza kufunza. Kutoka hapo nikaanza kujisimamia. That is the time I had my first cube. Actually, I cannot call it a house. Ni cube. Mungu akisha kupangia maisha yako, hata kama ni miaka 32, hiyo time ambayo amekupangia hauwezi ukaondoka. Mungu atatimiza yale ambayo amepanga katika maisha yako. Jeremiah, mimi nilikujua before uweze kuzaliwa kutoka kwa tumbo ya mama yako. Kumaanisha ile mipango yote ya maisha yako Mungu anaielewa na ataiexecute at its time. When the right time comes, ata-execute. So when you see ya kwamba haujaweza kupata muujiza, ni kumaanisha ya kwamba wakati wa huo muujiza hujaweza kufika. Ikiwa umeona ya kwamba kuna wakati ambao umepita wewe, kuna mwingine amebarikiwa, kuna mwingine ndugu yako ameweza kubarikiwa, ni kumaanisha ya kwamba your time has not come. It's not the right time for the Lord to bless you as your friend, as your relative. Huyo rafiki yako kama amenunua gari na wewe unaenda kwa pikipiki, ni kumaanisha kuna gari ambayo Mungu amekuwekea, lakini si wakati wako. Labda ako na premium. In 10 years akupe V8 na bado yule ako kwa premium. Nani ako juu? So when it's God's time, kila kitu inaingiliana kwa mpango na hauwezi ukashindwa. Hizo kazi ambazo watu wanazifanya, kuna wakati utatolewa hapo uwekwe mahali fulani. Hata kama unafanya kazi katika nyumba ya mtu, never mind. Usione ya kwamba umekaa hapo sana miaka 10. Maybe God has a plan for you. Aweze kukuondoa hapo utakaporudi Kenya, kama uko nje ya Kenya, akupe biashara kubwa yenye uwezi ukaamini. Kuna kitu ambacho Mungu amekupangia, huwezi ukaamini when the time comes. There are a lot of things zenye sisi hatukuwa tumeweza kuota kwa maisha yetu ya kwamba tunaweza tukazipata. Lakini Mungu anapofungua njia, nani anayeweza kukinga? Mungu anapofungua njia ya mtu, nani anaweza kukinga? Verse number 11, it says that being filled with the fruit of the righteousness which are by Jesus Christ, to the glory and the praise of God. Ndio uweze kutembea katika njia mzuri, hata sacrifice zako ziweze kusikika. Unajua, kuna mtu unaweza kutoa sacrifice na kitu isifanyike katika maisha yako.
Unaweza ukatoa sacrifice mahali, ukasema ya kwamba nataka kufunja madhabahu fulani kutoka kwa familia yangu, na isiweze kufanyika. Ni kwa nini? Haujaweza kutembea katika njia ambayo Mungu amecommand uweze kutembea. Walking in a righteous way ambayo Yesu mwenyewe aliweza kutembea. Paulo anawaambia Wafilipi ya kwamba msiweze kuenenda nje ya mienendo ambayo mmewekewa msingi na brother yangu Timothy. Na hata kuna mandugu zangu wengine wanaohubiri injili katika Filipi, lakini naandika barua ya kuambia ya kwamba the foundation of the word of God ambayo imeweza kuwekwa na Timotheo, msiweze kutoka nje. Anawahimiza na kuambia muweze kutembea kwa hiyo njia ya haki na ukweli, muweze kutenda mazuri, upendo ikiwa mbele ya zote. 19 says, for I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Hata kama kuna mtu ambaye anakuombea, wewe mwenyewe unahitaji kumwombea, ndio hayo maombi yako yaunganike, yapate nguvu ya kuweza kupenya katika anga. Prayer being the only medium that we use to connect between the physical world and the spiritual world, you need also to put your effort. Siwezi kuja nikakuwekea mkono kama wewe mwenyewe haujaamini katika roho yako. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba before mtu aweze kupeana maisha yake katika Mwenyezi Mungu, aweze kuongozwa katika maombi ya toba. Haya maombi yanakuwezesha kutoka ndani yako uweze kukubaliana. Na unapokubaliana na Mwenyezi Mungu, ni kumaanisha kile ambacho sasa anakupangia katika maisha yako kitaweza kuenda through. Ni kwa nini watu wanaambiwa waweze kuacha dhambi? Ni kwa sababu dhambi ikiwa nyingi imezidi zile expectation ambazo wewe mwenyewe unahitaji. Ndio maana ukienda kwa mganga anakuambia kwamba there are some things that I need you to bring out of your house. Usiweze kusoma Biblia, usiweze kuomba. Ni kwa nini? Anaelewa kuna nguvu katika neno. So hawezi taka spirit zake ziweze kuwa interfered na network yako. So kile ambacho anakuambia, anakuchanganya na kukuambia if you want these powers to work, then you need to get out of this. Vile vile huwezi ukatembea kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu kama kuna mambo fulani bado umeshikilia. Huwezi ukaja leo kanisani ukaimba na kesho ukaondoka kwenda kwa waganga. Kama nguvu za waganga na za wachawi tunazimaliza, tunaangusha kanisani, na jioni unarudi huko tu. How do you expect haya madhabahu ambayo unaomba ya kanisani ya kuweza kukujibu? Kama unaona ya kwamba mtoto wako ameweza kugonjeka, ukaambiwa ya kwamba sasa hospitalini imekataa, ukaambiwa tafuta njia nyingine, ukaongozwa na marafiki zako wakakwambia the only way exit route ni kutafuta mganga, na wewe tu uko kanisani unasimama kwa praise and worship, unaimba, wewe ni asha, wewe ni mzee wa kanisa, lakini hayo huwezi ukayasema. Why don't you confess that one as a sin? Because you've gone against yale mambo ambayo Mungu ameweka. Musa ambia hawa wana wa Israel, if they cannot turn na waweza kurudia kwa zile njia ambazo zilikuwa za mwanzo za kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu na yeye tu, sasa they will perish. Ikiwa unataka Mwenyezi Mungu aweze kukubariki, you need to walk in his ways. Ni kwa nini uweze kumchanganya hata yeye mwenyewe anashindwa na kubariki kutoka pande gani? Mungu hataki mchanganyiko. Kama umeamini uende kanisani utapona, nenda kanisani. Na kama ni kwa waganga, wewe enda kwa waganga, kwa sababu Biblia inasema it's either tujue ya kwamba kama wewe ni baridi ama ni moto. Huwezi kuwa katikati. You are either with them
or with us. Uko kwao ama uko na sisi. Na Mungu anasema ya kwamba unaweza hata kuwa mmoja, lakini wale malaika ambao wanakulinda, hata kama fight itakuwa namna gani, Mungu atakupigania na atakuongoza. Ili mtu aweze kuona hayo mambo, ni lazima aweze kufunguliwa macho ya kiroho. Kama macho yako ya kiroho bado yanaona hapa tu kwa TV, bado yanasikiza tu kwa redio, then haujaona mbele. Kuna kitu unaweza ona kwamba hapa siwezi penya, lakini ukapewa macho ingine ya kiroho ukaona, kumbe ilikuwa rahisi hivyo. Hawa majeshi wanaokuja si watatua? Huyu mfanyikazi anamuuliza, si hao watu si watatua? Anaambia Mungu, Mungu mfungue huyu macho aweze kuona. Alipofunguka macho ya kiroho, aliona watu wengi wamewazunguka. How do I pray this evening for you? Ya kwamba Mungu aweze kukufungua macho ya kiroho, uweze kuelewa kile ambacho anahitaji wewe uweze kukifanya katika jina la Yesu. The Bible says in verse 27 that only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Paulo anapoandika barua kwake Timotheo na wale ambao walikuwa wanahubiri, anaambia Wafilipi ya kwamba ningependa niweze kuendelea kusikia ya kwamba mmesimama katika njia za Mwenyezi Mungu na mko bonded, yani mmeweza kuwekwa pamoja katika roho ambayo ni ya kueneza injili. Isiwe ya kwamba kila mtu anavuta kivyake, ili mtakaposimama kwa upendo, mtakaposimama kwa upamoja, mtashinda mwovu shetani. Ni kwa nini uweze kuvuta peke yako na unajua ya kwamba hauwezi? Unajua kuna mapepo huwezi pigana nayo. Kuna mapepo huwezi ukapigana nayo. Kuna mambo mengine unaacha tu kwa sababu huwezi fikia hapo. Listen to this. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the full armor. Let's go to 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of darkness and wickedness in the heavenly places. So hata mapepo ama zile nguvu tunazopigana nazo ziko na viwango. Uwezi okoka leo ukaenda kupigana na principalities za huko juu. Uwezi. Si utakufa tu. Na mtu asikudanganye eti mapepo haina nguvu. Ina nguvu. Una pepo utaishinda kulingana na ile nguvu ambayo uko nayo ndani yake, ama ile madhabahu ambayo imekupa cover wewe. How strong are you? Uko na nguvu kiasi gani ndio uweze kupigana na hiyo? Uwezi okoka leo ukaanza kufanya deliverance. Uwezi okoka leo ukaanza kutoa mapepo. Hata mapepo yana historia. Yesu anapofanya deliverance anauliza, kwani mliingia hapa lini? Anataka kujua. Kuna vitu zingine wewe usijiweke kimbelembele sana. Kuna vitu zingine usiweke kimbelembele sana. Kama hujafika hiyo kiwango, wewe achia wale ambao wako kwa hiyo kiwango. Kuna vitu zingine uwezi ukafanya. Na hivyo imaanishi ya kwamba hujaokoka ama una nguvu. Utapigana upigane mpaka saa ngapi?
Let your conduct, ile tabia yako iliyo ndani, iweze kukunenea na kukuzungumzia, ili tunapoona kitu kinatoka ndani yako, tunajua kwamba hii ni ya Mwenyezi Mungu. Hii ni kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hii imekuwa inspired. Hii inaweza ikafunza watu. Hayo huwa yanafanyika kutokana na venye wewe mwenyewe you conduct yourself. How do you keep yourself? How do you keep yourself? And the relationship that you have between you and your God. If we go to chapter number 2, verse number 20, it says, "For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus." Ikiwa utaweza kuenenda kwa njia yako wewe mwenyewe, uweze kuomba vitu zako, kuna vitu ambazo utakosa kwa sababu umesimama kwa njia peke yako. Unajua kuna watu wengi uwezi ukaombea mtu. Maombi yako yamejaa you, me, personally, individually, alone. You as a person. Na siku nyingine tumeongelea juu ya maombi. Ni kwa nini maombi ya Mkristo hayawezi kujibiwa? Ni kwa sababu hata maombi peke yake iko na order. Matthew itakufunza. Yesu mwenyewe alikuwa anafunza wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Una recognize wapi? Ni vitu gani unataja katika maombi yako ndio uweze kusikika? Otherwise maombi yetu mingi imekaa hapa tu, haiwezi enda past Nairobi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo procedure hauna. Hauwezi ukajiuliza kwa nini Yesu mwenyewe akaweza kufunza wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Usiseme unajua kuomba. Kuna maombi ya kawaida kama maombi ya kukula. My Father, may you bless this meal before I eat it in Jesus name. Hiyo hata watoto wa shule wanafunzwa, grade play group wanafunzwa. Lakini what can make you different kutokana na zile baraka ambazo utazipata isiwe sawa na yule mwenzako, ni kiwango cha ukomavu wa maombi na connection yako na Mwenyezi Mungu, ili hiyo baraka inaposhuka, bondi yako ina determine what kind of blessing unaipata. Ni nini itakushinda usiweze kusimama katika maombi? Ni mara ngapi una fast kwa wiki? Ama wewe ni kukula tu? Ni mara ngapi umeweza kuomba kwa mwezi huu ama mwaka huu tangu uanze? Umefunga hata siku moja? Ama ni kukula tu? Saa zingine mimi nikifunga siambiangi familia yangu eti nafunga. Nafunga tu ile chakula ambayo unajua kufunga mzuri ni ile kama uko na kitu ile ambayo ulikuwa unatumia hiyo saa hiyo upeane kwa mtu. Hiyo ndo kufunga. Unajua kuna wakati nilikuwa nafunga na ile chakula yote ambao wamepika, kama nilikuwa nafunga 3 days, kama leo wamekula kuku, kesho wamekula nini, naziweka pamoja kwa fridge, nikifungua na zikula zote. Hakuna kufunga hapo. Hiyo ni drama tu. Hiyo ni drama. Ni uamini ya kwamba kile ambacho ningekitumia siku ya leo, kama if I were to spend 1000, hiyo 1000 iende kwa wale ambao hawajiwezi. Hiyo ndo kufunga. I think nimekufunza kitu. Kufunga sio ile unaekanisha chakula alafu unakuja kufungua nayo. Na kufungua uwezi ufungua na sima, ama uwezi fungua na ugali 5 kwa hoteli na kuku mzima ati unafungua. Hiyo si kufungua. So your sacrifice to your altar
ile ambayo unaona inaweza kuzungumza katika maisha yako ikuwe powerful, ita command blessings. Hiyo biashara itafunguliwa. Hata magonjwa kama yatakupiga, ikiwa ni wachawi wamerusha, ikiwa mtu amekuendea kwa waganga, hiyo altar inakusimamia. Hiyo madhabahu inakataa na kusema ya kwamba this is my son, this is my daughter, I need to stand and protect him or her. So ikiwa hakuna madhabahu ambayo inazungumzia katika juu ya maisha yako, unajua wewe huwezi zungumza na mapepo. So lazima uwe na kitu ambayo inakuweka kwa defense, kitu ambayo inakusimamia, si masomo yako. Hata Paulo kuna vitu amesema kama nonsense ama rubbish, vitu kama kusoma amezicount kama rubbish, so haziwezi zikakusaidia. Hata ameambia Wafilipi ya kwamba hata hizo degree zenu lower yourself, muweze kufikiana kiwango moja. Mnapoomba Mwenyezi Mungu, kila mtu ako level moja. Ndio maana unaona kanisani tukiingia, kama ni kuabudu, tunaabudu tukiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Useme amen. So siku ya leo ni wewe uone, unataka madhabahu ambayo yatakusimamia? Unataka njia ambayo itaenda mbele yako, ama unataka kusimamia peke yako? Unajua unasimamia peke yako na kujiombea peke yako ndani ya biashara yako, ndio maana unaona hainuki. Unasimama kwa familia yako mwenyewe, unaomba, hautaki kusacrifice kwa madhabahu iliyo juu yako, ndio maana unaona magonjwa hayatoki kwa familia yako. Ndio maana unaona promotion hakuna. Ndio maana unaona hamzai. Ndio maana hamuoleki. Ndio maana hamuoi. Ni kwa nini? Hauja recognize higher authority. Kuna level iko juu. Hata wahubiri wakubwa wenye unaona, kuna madhabahu iliyo juu yao, hata wao husacrifice. It's a challenge to you. Wale wako katika TV kuna namba hapo, na wale wako katika redio wanaotusikiza ni 0710563943. Do you want an altar that can speak katika maisha yako? Unataka usungumziwe ama usimamiwe? Hata mimi nilivyo, nina madhabahu ambayo yananisungumzia. Saa zingine labda mimi natoa na huyo, kwa hiyo madhabahu si lazima wajue nimetoa. Ni kitu inatoka ndani yako, ndio hiyo madhabahu iweze kunirecognize. Na let me tell you one thing. Kuna watu wengi wanaweza kuwa hata hapa katika hii kanisa ya House of Testimonies, na uwezi ukabarikiwa na hii madhabahu. Mtu wa nje atakuja abarikiwe, akuache hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu mmezoeana naye. Kanisa nyingi zinabariki watu ambao wanatoka nje kuliko wale ambao ni washirika wa hiyo kanisa. Umejiuliza kwa nini? Kwa sababu mmezoeana. Ni mazoeo. That is the fact. How do I pray ya kwamba msizoeane na madhabahu? Mtumishi wa Mungu anaweza ongea kitu aseme, now today I want you to give a sacrifice. Lakini wewe kwa sababu mmezoeana na unajua mnaongea na yeye one on one, mnakutana na yeye moja kwa moja, unaona hakuna haja. Ni kanisa mingi mimi naona hata asha za watoi, hata wazee wa kanisa watoi, hata wale members wenye wako kwa hiyo kanisa wenye wanakuja kila siku hawatoi. So what do you expect from that altar? Kwa sababu wewe mwenyewe hata kama uko hapo, madhabahu haiwezi kukutambua eti kwa sababu uko hapo kila siku. Altar recognizes you kama umeweza kuiguza in terms of sacrifice. That is the only way madhabahu inaweza kukurecognize. Otherwise, kuongea na mtumishi wako one on one does not guarantee you ati umekuwa recognized na hiyo madhabahu. Anaweza akakuombea, akakuwekea mikono hata 32, lakini madhabahu yake haiwezi kukutambua unless you sacrifice. Nimesaidia mtu. Madhabahu itakutambua kama umesacrifice kwako.
hata uwe member wa kanisa hiyo for 30 years, hata iwe wewe ndio mlianzisha hiyo member, utakaa hapo, utaendelea kukaa hapo na utakaa hapo. Watu watatoka nje, watabarikiwa, watachukua baraka za hiyo madhabahu na watakuacha ukiwa hapo. It's high time people think. Watu waweze kufikiria, watoke comfort zone, wajue sasa it's time to wake up. Wengine unapata mko na madhabahu ambayo iko na nguvu, lakini mnaifanyia mchezo sana. Come out of your comfort zones. Come out of your comfort zones and sacrifice that altar so that the altar can recognize that you are there. Kufanya kazi hapo haimaanishi you can be recognized. Najua nimekusaidia kitu kama unanisikiza. Nitambue wale ambao wamefika katika hii. This is a dada mkubwa and my brother Wakira Buya, Hot TV live from Maria, Saudia pamoja. Thank you very much. May God bless you. Kuna huyu anaitwa Eric Maobe, Kebab, Fire Burning. Thank you very much. May God bless you. Kuna huyu anaitwa Baba Nyabendo, tuned in from Doha, Qatar. Ndani kabisa, man of God. Thank you. May God bless you, sir. Thank you very much. Huyu anaitwa Damaris Nyamari. Amen. Thank you very much. May God bless you. Huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa tena dada mkubwa. Mungu akuongoze mengi, akuongezee mengi na chifunza mengi jioni ya leo. God bless you. Nimebarikiwa, napenda kusikiza sana neno la Mungu, nami nataka maombi because I coming soon. Thank you. May God bless you and God bless you in the name of Jesus. I have like 20 minutes. Leo nataka kuombea watu. Link nishaweka hapo. Wale ambao wako katika redio 0710563943 unaweza ukapiga simu. Lakini wale ambao wako katika runinga, kuna link nimeweka hapo. Naweza nikakuona one on one. So kama unataka kuingia katika link, you can now, my link is open. Ingia katika link. I want to speak to somebody now. Nataka niongee na mtu, niombee mtu so that before ifike exactly saa 2, kwa sababu kuna program nasikia katika radio na TV, tuweze kuondoka katika studio. But ile kitu unafaa kujifunza leo ni kwamba ikiwa unataka madhabahu iweze kuzungumza juu ya maisha yako, ikiwa unataka magonjwa iweze kukua covered yasikufikie, ikiwa unataka hizo vitu zinakufanyikia katika maisha siziweze kufikia, ugumu, upate promotion, uendelee, ukubalike, upate kibali, you need to sacrifice kwa madhabahu ya Bwana. Na madhabahu ya Bwana si specific. I can pray for you na usacrifice kwa madhabahu ambayo si yangu. The only ile kitu ambayo iwezi kufanyika ni lile neno nitazungumza juu yako. Hiyo madhabahu ambayo umesacrifice of course itakulinda. Lakini ikiwa nilisema ya kwamba uweze kupokea baraka fulani, upokee promotion, it needs to come from this altar. Lakini kwa hayo madhabahu mengine, kama nayo ilikuwa imezungumza magonjwa yasikuguze, usiweze kupata ajali ama kitu fulani, itafanyika. Lakini kile ambacho huyu alikuwa anakuombea amezungumza hakiwezi kikakufikia. Father, as your people going to sacrifice this evening, let their will be done in the name of Jesus. Wale ambao wanaingia katika link, I want to see you so that I can speak to you one on one. I want to talk to you. I want to pray for you and give you a word for your life. Maybe for this 2022, nikupe neno, nikuongeleshe. Kuna wengine nilikuwa naona hapa backstage lakini sasa sijawaona. So ikiwa bado, jana tulikuwa na challenge. Jana unajua watu walikuwa backstage lakini Roho wa Mungu alikuwa ameniambia I wanted to see 5 people.
lakini leo naweza waona mmoja mmoja, tuzungumze, tuongee, na Mungu atakubariki sana na atakuongoza. Ile maandiko nilikuwa natafuta ndo ya Paulo anasema katika Filipi 3:8, yet indeed I also count all things loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered for the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Hiyo position ambayo umehold ni rubbish. Hizo degrees, PhD, doctorates ambazo uko nazo, Paulo anasema ni rubbish. Hayo yote amesahau kwa sababu yeye ana njia moja tu ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. So ikiwa unataka kumfikia karibu, kuna vitu ambazo lazima uachane nazo. Utembee tu kwa njia ya Mwenyezi Mungu tu. Unapotembea kwa njia yake, Mungu mwenyewe anakuona na anasema, my daughter, my son, I'll protect you and I'll bless you. So Mungu hana shortcut. In other words, Mungu hana shortcut. Mungu hana shortcut. Mungu ako direct. Ako direct. Hana shortcut. So wale ambao wanaingia katika link, I'm waiting to see people here because I have got less than 18 minutes. Waweza kuondoka. 18 minutes. 18 minutes. 18 minutes. 17 minutes. Niweze kuondoka, niwaombee. Nikuombee jioni ya leo. And I said, kwa mwaka huu wa 2022, House of Testimonies tuko na mambo mengi ambayo tunafanya. Kuna wale ambao wangependa sana kuwa partners wetu. Na kuna wale partners ambao tumekuwa nao 2021 bado wanaendelea. Kuna wale ambao waliweza kutusukuma kutoka 2021, tumenunua vyombo, tuko na speakers, tuko na microphones. Na bado kuna yule ambaye anasikia ya kwamba anaweza akapartner na sisi. Kupartner na sisi ni kusema ya kwamba mtumishi wa Mungu, mimi nitakuwa nasimama na 2,000 kwa mwezi. Nitakuwa nasimama na 10,000 kwa mwezi. Natoa 50,000 kwa mwezi. 100,000, milioni 1 kwa mwezi. Ili kazi ya Mungu iweze kuendelea mbele. Hii kazi si ya mtu mmoja. Siwezi kuifanya peke yangu. Unaweza ukasimama nasi kupitia kwa hiyo namba unaona katika screen, wale ambao wako kwa TV na wale ambao wanasikiza katika radio ni 0710 563 943. Unaweza ukasimama kupatana na sisi ili tuweze kuendelea na hata kuwa hewani. Nashukuru sana kwa wale partners wetu ambao mnatusupport ili tuweze kuwa hewani. Very soon tunaongeza station zingine ili tuweze kuingia kila TV. Tuingie kila TV, tuhubiri. Na ni wewe tu utafanya tuweze kuingia katika hizo TV zingine. So unaweza ukapatana na sisi kupitia kwa namba phone number ambayo inapita hapo katika screen kama unaiona, na wale ambao wanasikiza katika radio nishataja ni 0710 563 943. Mungu atakubariki. Ama unaweza sema ya kwamba mimi mtumishi wa Mungu ningependa niongezee speaker moja katika kanisa. Ningependa ninunue curtains za kanisa. Ningependa ninunue hii. Haujazuiliwa. Project ilianza na inaendelea. Vyombo ziko. Tutawaonyesha. When we will be anointing some of them. Kuna zingine tunangoja bado. Zikifika tutakuwa tuna launch, alafu to anoint, then tutakuwa tunaendelea. So hivyo ndo Mungu anafanya kazi. So that we can be now planning on how to
organize on things like crusades and reach more people. Tuombee watu wale ambao wako na shida, watu wakombolewe, ni kupitia kwa ule mkono ambao utaweza kuweka katika hii huduma, ndio Mungu aweze kwenda nasi. So ile support ambayo utapeana ndio hiyo tu inakubalika. Huwezi ambia mtu toa 10,000 na hauna. Huwezi ambia mtu toa 10,000 na hauna. Na nilipotabiri mwaka wa 2021 31st, nilisema huu ni mwaka wa complications 2022. Kuna kitu inanikujia katika roho yangu ya kwamba kwa sacrifice ambayo mtu atatoa leo, aweke number 22 mwisho. Ile sacrifice ambayo unatoa leo, weka 22 mwisho. Kama ni 200, weka 222. Kama ni 1000, weka 22 mwisho. Kuna baraka fulani out of that complication inaenda kushuka juu ya mtu. Na kuna watu watatu naona wanatoa 2222. Na kuna wawili wanatoa 2022. Hawa watu wanaenda kupata baraka ambayo they never expected. Wengine wanapo complain ya kwamba vitu zimekuwa ngumu, maisha yao inaenda kubadilika. Use that number. Toa sacrifice yako, toa sadaka zako. Because I have less than 13 minutes to leave studio. Because I'm leaving exactly 8. Kwa sababu kuna programu nyingine inaendelea katika TV. So wale ambao wanatoa sadaka, ningependa muweze kutoa katika hiyo namba. Na wale ambao wanatoa sacrifice, nimesema leo sacrifice ya leo, unapotoa sacrifice, toa sacrifice inayoisha na 22. Kuna watu watatu nimeona wakitoa 22 na kuna watu wawili wanatoa 2022. Oh, I'm waiting for you. I'm waiting for you. Kuna kitu ambacho Mungu ameniambia niweze kutamka kwa maisha yako. There is something the Lord has commanded me to speak upon your life. So na wale ambao walikuwa wanaingia link, kama uko na hitaji la maombi, just join the link. I want to speak to you. I want to pray for you this evening in the name of Jesus. Ninapoendelea kungoja wale ambao wanaingia katika link, wale ambao wanatoa sadaka, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu aendelee kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Mbarikiwe. Na wale ambao wanatoa sacrifice, nimesema kama ni sacrifice na ile shida ambao unasema ya kwamba you want to epuka in 2022. Unataja shida yako, unatuma sacrifice, ikiisha na 22. So pesa unatoa inaisha na 22 shillings. Pesa inaisha na 22 shillings. Dada mkubwa, can I see you? Dada mkubwa, niweze kuona katika link. Yes. Kipata position mzuri, uingia hapo. So wale ambao mnatoa sadaka katika radio ni 0710563943. Nimesema leo mtoe sadaka, na wale ambao wanatoa sacrifice zao, make sure kama unatoa 1,000 uweke 22 mbele. Ikue 1022 shillings. Kama ni 2,000 ikue na 22. Nikasema nimeona watu watatu wanatoa 2222. Yaani kupokea double. Kama ni promotion double. Ho leke shetera baba. Nisiongee, I'll speak kwa hao na wapigia simu mwenyewe. Na wapigia mwenyewe. Na kuna watu wawili wanatoa 2022. Kumaanisha when others wanalia wakisema ya kwamba kuna complications katika mwaka wa 2022, wao watakuwa na furaha kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu atakuwa amewafanyia ama amewatendea katika maisha yao. May God bless you.
May God bless you. Nataka kuona watu wakitoa sadaka zao, watu watoe sadaka ili tuweze kufunga na maombi. I have less than 10 minutes. I want to pray for you. Na Mungu atawabariki sana. Nataka kuona wale watu ambao wanatoa sacrifice na wale watu ambao wanatoa sadaka zao katika hiyo namba iliyoko katika screen. Watu kutoka Doha na watu kutoka Saudia na waona hapo. Thank you very much. May God bless you. I'm seeing you people. Nyinyi ni watu wazuri katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana, awainue na awatende mema katika jina la Yesu Kristo. May God bless you. You are our people. Tunawakumbuka katika maombi kila wakati. Kila wakati. Na mnapoendelea kusacrifice katika madhabahu haya, huwa tunawakumbuka. Tunawakumbuka katika maombi kila wakati. Tunawakumbuka katika maombi yetu kwa sababu nyinyi ni partners wetu na tunawapenda. Na Mungu anawapenda pia. Dada mkubwa ametoa Ecclesiastes chapter number 3:1-7. Watu waweze kusoma hayo maandiko. Nyakati, time for season. Nyakati za kila kitu. Wakati wa kutoa ni sasa. Wakati wa kuhubiri ndio tumetoka. So anasema ya kwamba kuna wakati wa kila kitu. So na wewe uingiane katika hiyo season. Amesema Ecclesiastes chapter number 3:1-7. There is time for season and everything. So you can go and read that na itakwambia. So huu wakati tuliko sasa ni wa kutoa sadaka, dada mkubwa. Nataka kuona watu wakitoa sadaka katika madhabahu ya Mungu. Ama sacrifice, na nimesema kama unatoa sacrifice maliza na 22. Na kama unatoa sadaka, wewe toa sadaka tu katika hiyo namba iko hapo. Wale ambao katika radio 0710-563-943. Na wale ambao katika TV ingia hapo, iko namba katika screen. Na wale wako katika online ingia hapo. Na hao ambao mko outside Kenya mnaweza tumia hiyo tu wave. Nasikianga wanasema ni kuwave. Yeah, you can wave to that number. Na ngoja watu wamalize kutoa sadaka. Thank you very much, Duncan. Thank you very much kwa wale ambao wanaendelea kutoa sadaka zao. Na Mungu atawabariki. I have 6 minutes ambayo ningependa niweze kukuongoza katika maombi. Na wale ambao wanatoa sadaka, toa sadaka zenu. Toa sadaka zenu na Mungu atawabariki sana. Mungu atawabariki sana. Ningependa niongoze katika maombi. Wale ambao wanaendelea kutoa sadaka, nyinyi toa tu. Na nimesema ya kwamba kama kuna mtu anatoa sacrifice kulingana na kile ambacho Mungu ungetaka akufanyie, ongeza namba 22 mwisho. Kwa sababu tuko mwaka wa 2022. Ongeza 22 mwisho kwa sababu tuko katika mwaka wa 2022 and this year ni mwaka wa complications. So tungependa Mungu aweze kutuona through. Aweze kutuongoza na atubariki tunapoendelea katika jina la Yesu Kristo. Niko na 5 minutes. Ningependa niweze kukuongoza katika maombi from wherever you are ili tuweze kufunga program kwa sababu there is a program coming at exactly 8 kwa radio na kwa TV. Kuna program ambazo zinaendelea. Ningependa uweze kuinua hiyo mikono juu popote ulipo, hata kama uko Marekani, uko Saudia, uko Doha,
uko mahali uliko, uweze kuinua mikono juu wakati kama huu. Mwambie Mungu jambo, kwa sababu Mungu amekulinda. Mwambie Mungu kila ambacho umetoa sacrifice na kusema ya kwamba kiweze kutendeka na kufanyika. Mwambie Mungu aweze kuspidisha, kwa sababu baraka zote zinatoka kwake. Ukiwa umesacrifice katika madhabahu haya, najua kwamba Mungu anaenda kunena na wewe. Mwambie tu Mungu jambo. Mwambie Mungu, nimesacrifice ni kwa ajili nataka ndoa. Nimesacrifice ni kwa ajili nataka mtoto. Nimesacrifice ni kwa ajili nataka haya magonjwa yaniondokee. Ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa malaria, ugonjwa wa corona, ugonjwa wa ukimwi, ugonjwa wa kifua kikuu, ugonjwa wa kuvimba mwili uondoke kwa ajili ya sacrifice ambao umetoa. Na kwa wale ambao wameweza kusikia sauti hii na kuongeza 22 mbele, Mungu anasema ya kwamba anaenda kufanya huu mwaka wa 2022 uwe mwaka wa baraka, despite the fact that ni mwaka wa complications. Kuna mwaka wa 2022 is a year of complications, lakini Mungu anasema anaenda kutuondoa kwa hizo shida. Kuna vitu ambazo anaenda kutuletea sisi, we cannot feel the kind of complication yenye tumesema. So Mungu anaenda kukuinua kwa sababu umeweza kutoa sacrifice yako na kuongeza 2022, kumaanisha ya kwamba mwaka wa 2022 umelindwa ni kwa ajili ya maisha yako. Kuna kitu ambacho Mungu anaenda kuweka ndani yako. Mungu anaenda kukuinua. Mungu anaenda kukubariki. Mungu anaenda kukuinua. Mungu anaenda kukubariki. Hayo magonjwa yanaenda kutokomea kutoka kwa mwili wako. Hayo magonjwa yanaazimika kutoka kwa mwili yako. In the name of Jesus. Hata kama kuna kitu ulikuwa unahitaji, umekataliwa, roho ya rejection iko ndani yako, umekataliwa, umefukuzwa, hauna promotion, biashara inaanguka, Mungu anaenda kukufanyia jambo. Kuna kitu Mungu anaenda kukufanyia huu mwaka wa 2022, out of the sacrifice of 22 ambayo umetoa, Mungu anaenda kukutendea jambo. Kuna kitu Mungu anaenda kukufanyia. Mungu anaenda kukuinua katika biashara yako. Mungu anaenda kukuinua, hautagonjeka tena. Mungu anaenda kukuinua, hautarogwa tena. Mungu anaenda kukuinua, waganga hawatakuweza. Mungu anaenda kukuinua, hautashindikana. Mungu anaenda kukuinua, hautashindwa tena. Mungu anaenda kukuinua, baraka zinamwagika kwako. Mungu anakuinua tena, hiyo gari utaendesha. Mungu anaenda kukuinua tena, hiyo nyumba utajenga. Mungu anaenda kukuinua tena, kuoa utaoa. Mungu anaenda kukuinua tena, kuolewa utaolewa. Mungu anaenda kukuinua tena, hizo baraka utazipokea in the name of Jesus. Hakuna jambo Mungu hawezi akalitenda. Father, hawa wanaonitazama katika runinga na wanaonisikiza katika redio, naomba ya kwamba ukawabariki 7 times, ukawabariki 7 times. Baraka zao mara 100 katika jina la Yesu. Na kwa wale ambao wametii kutoa sacrifices zao, unaelewa na kuelewa shida zao, Mungu ukazishughulikie. Kama ni waganga, kama ni wachawi, wakose uhai in the mighty name of Jesus. Tunapoachana sasa hivi hadi kesho masaa kama ya leo katika program kama hii, Mungu uweze kutulinda na uweze kutuongoza. Na bariki wale ambao wako katika nchi za nje wanaotazama hii program kupitia online. Whatever gadget that they're using, may you bless the work of their hands. May you give them a breakthrough. May you give them favor. Na hata wanapokutolea Mwenyezi Mungu, ukawabariki 7 times, ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba hata nikiamini. Unaweza ukasema amen and may God bless you. Kwa sababu masaa yangu nasikia kwamba yameisha, ningependa tuweze kufunga program hapo, na Mungu atatuinua na tutaendelea na yeye katika jina la Yesu Kristo. Let's share by the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, and amen. May God bless you.